Kuna mambo matatu ama zaidi ya matatu yaliyosababisha mpaka Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuweza kukamatwa na kufikishwa mahakamani na kisha kuweza kufungwa jela. Kuna mambo kadhaa hapa ambayo watu wanatakiwa kuelewa ama kulazimisha fahamu zao ziweze kuelewa, na hasa ukiwa kiongozi mkubwa wa chama ambaye wewe ndio unatakiwa kusimamia sera za chama chako ili kiweze kukua, lakini pia kiweze kuendelea kuwa na uungwaji mkono, lakini pia kiendelee kuaminika. Nafikiri wakati yeye amechukua nafasi ya kuwa mwenyekiti, ndio ilikuwa wakati wake sahihi wa kuweza kuleta sera ambayo inaweza ikasababisha wananchi wakasema wow, huyu ndio mwenyekiti ambaye tulikuwa tunamhitaji baada ya kuondoka ama baada ya Freeman aka Mbowe kushindwa uchaguzi. Kuna vitu ambavyo watu walitarajia kutoka kwa mwenyekiti mpya, lakini sera ya no reform no election siwezi kuizungumzia sana kwa sababu ndio wao wameipa kipaumbele kama ndio sera yao kubwa, lakini kilichonileta hapa ili niweze kumuongelelea ni kwa sababu ya yale mambo ambayo yeye alikuwa ameyafanya na kisha polisi kuweza kumkamata na kuweza kumfunga jela. Jambo la kwanza, hakuna kitu kibaya ama hakuna kosa kubwa kama kufanya kosa ama kuvunja sheria ukiwa unaijua sheria. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni namna ambavyo alitumia nafasi yake kuhamasisha uharibifu katika jambo ambalo ni jambo la haki ya kimsingi kwa wananchi, na ni haki ya kikatiba uchaguzi uweze kufanyika. Nafikiri kwamba ilikuwa rahisi tu kwamba yeye hataki uchaguzi na angesema kwamba mimi pamoja na chama changu cha Chadema hatuwezi kushiriki uchaguzi. Tutakuwa na msimamo huu na huu, na kama serikali itakubali tukae chini mezani kubadilisha vipengele baadhi, basi tutaweza kushiriki uchaguzi. Lakini aliposimama kuna mambo hapa alikuwa anayazungumza ambayo automatically hata yeye mwenyewe alijua after kuongea hayo polisi hawawezi kumwacha salama. Cha kwanza alisema kwamba tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Umenielewa? Tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Nataka watu, si tu kwa sababu tunapenda Chadema ama si kwa sababu tunapenda siasa ama si kwa sababu tu tunapenda CCM basi tuitetee CCM. Tujaribu kuongelelea. Mimi hapa sijasimama na Chadema, nataka kusimama na makosa na nikuonyeshe makosa ambayo yalifanya kwamba hata ingekuwa ni wewe ndio serikali umepewa nafasi ya kuweza kusimamia sheria, nafikiri kwamba lazima kwa makosa haya ungeweza kumkamata. Anasema kwamba ninajua kitu ambacho ninakwenda kukifanya ama tunakwenda kukifanya, nitashtakiwa kwa kosa la uhaini. Ina maana ni kitu ambacho alikijua kabisa, kwa sababu huyo ni mwanasheria mkubwa. Ni mwanasheria mkubwa, anaelewa, amesoma katiba na ni mtu ambaye anaelewa sheria. So alijua kabisa kwamba kitu ambacho anakwenda kukifanya ama kauli ambazo anazitoa basi zitaenda kumpeleka katika kukamatwa, lakini pia kufungwa kwa makosa ya uhaini. Kwa hayo makosa yanaweza kusababisha madhara makubwa sana ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu wakati huu ndio chama kilikuwa kinamhitaji mwenyekiti. Nafikiri Chadema nia yao si kukamatwa na kuwekwa ndani. Chadema ni kuona kwamba wanaendelea kumaintain kwamba kinakuwa ni chama kikuu cha upinzani. Sasa makosa kama haya
yanaweza kukifanya chama kikaanguka vibaya sana na kikakosa uungwaji mkono kutoka kwenye nguvu ya wananchi. Halafu tukajikuta kwamba tunasimamia vitu ambavyo haviwezi kujenga nchi yetu, lakini pia haviwezi kujenga chama. Kwa alijua kwamba anafanya makosa. Anasema tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Hatutakubali, na kipindi cha uchaguzi tutaandamana na tutakwenda kukinukisha, tutakinukisha kweli kweli. Alafu anarudia kusema kwamba ninajua tutaumia, kwa sababu kitu ambacho tunakwenda kukifanya ninajua kwamba ni kibaya. Ndio, ni kibaya na tutasingiziwa kesi za uhaini. Kwa hiyo makosa hayo tu mawili, hata ingekuwa mawili ama moja, kwa hilo tu linatosha serikali na hasa watu ambao wanasimamia usalama wa taifa letu, wanasimamia maadili ya misingi ya taifa letu, lazima tu watakuweka mahali ambapo panastahili, kwa sababu ya makosa ambayo umeyafanya kwa kujua kwamba ili ni kosa. Kwa hiyo siwezi kusema mengi, lakini nataka ili wanachadema waweze kujitafakari, waone kwamba licha ya kwamba wao wanasema kwamba ni haki, anatakiwa kufanya makosa. Jamani, kwenye makosa ni vizuri kueleza kwamba ili ni kosa. Hata yeye mwenyewe alijua ni kosa, kwa sababu huyo ni mwanasheria. Alijua ni kosa na akatamka kabisa kwamba ninajua tunachokwenda kukifanya ni kosa la